changamoto mateso, uchawi na mengi mapito. Ndani ya pafai pasipo, ndoa changamoto mateso, uchawi na mengi mapito. Wakuu naona sasa, mnaona wenyewe. Kiumbe wenu mlionituma sio mchezo. Namaliza kazi. Wakuu, kazi ndogo tu. Samariza. Malkia. Mke wangu, mbona hema sana hivyo? Afadhali mume wangu ulivyorudi. Najua upweke ndio unakutesa. Na mama amenipigia simu. Ameniambia kesho atakuwa amewasili mapema sana hapa. Utakuwa unashinda naye. Kwa hilo ondoa shaka. Mama anakuja? Ndio anakuja. Mbona umeshtuka? Mke wangu, kuna nini kwenye hili? Kwa nini umefanya maamuzi mwenyewe bila kunishirikisha? Kwani kuna tatizo lolote kwenye hili? Mimi nitaka hii mimba nikajifungulie nyumbani. Mama kwa hawezi kuniruhusu mimi kwenda nyumbani kwetu. Mke wangu, mimi ninachohitaji ujifungulie hapa. Kwa sababu ukijifungua kwenye macho yangu, utakuwa na uangalizi mkubwa kuliko ukijifungua huko kwenu nyumbani. Naomba ujifungulie hapa hapa.
Kama ndio hivyo, itabidi unitafutie dada wa kazi. Kuna vitu vingine mimi sitaki kabisa mama avifanye. Usijali mke wangu. Kuanzia kesho nitalifanyia mchakato ile swala. Kwa hiyo nitalifanikisha mapema sana. Dada wa kazi atafika pale. Usijali Waila. Nimekwambia niache. Wewe una shughuli za kufanya? Una shughuli zako za kufanya huko? Hebu niache. Hapa Arsenal kashachana mkeka hapa. Yaani mna maana yoyote? Ni upuuzi mtupu kuishabikia timu kama hii. Yaani usibetie Arsenal. Yaani kuibetia Arsenal ni kujitoa akili na ufahamu. Timu imekuwa kama academy. Yaani wao wanacheza sio kwa sababu kushinda. Wanacheza ili bali wabaki katika ligi tu. Ule ushiriki wao wanaona kama ndio faida. Sasa ndo nini hivi wana pasua mkeka kijinga tu. Yaani Barcelona kidogo imeyumba. Lakini angalau Barcelona inakupa mkeka unapata. Haichani. Katoto. Yaani ilikuwa tunahama hii nyumba, unajua tunakaa nyumba ya dola 200 kwa mwezi. Katoto. Wewe uone tunakaa tu huko. Ukitaka kwenda kwako hata mpaka uelekeze hapa elekezeki. Ni bondeni, yani mwambie mtu tunakaa kubondela Msimbazi ili maji ya kwenda swimming mbili hivyo. Wewe uone. Sasa ukiumwa ndugu zako wanakuja gapi? Unaona shida. Unabaki ndo kupakilia barabarani. Hivi huoni kama utachanganyikiwa wewe? Bakia hivyo tu. Hebu niende Bundesliga. Tafuta hata cash out shilingi hata 20,000. Pate la kula hapa. Ni Arsenal. Yaani sida. Wenivuruga kichwa chote. Cash out 20,000 ya kula. Niende wapi? Subira, majibu yake huwaga na maana. Halo, kwema? Sio kwema rafiki yangu. Yaani jana nimeota ndoto mbaya mpaka saizi naogopa. Ndoto gani? Mbona unanitisha? Yaani nimeota mama mkwe wangu ananitoa mimba tena kwa njia za kishirikina. Kweli? Acha tu. Halafu sasa hapa ninavyoongea na wewe, Sam kaniambia wako njiani, mama mkwe wangu anakuja kwa ajili ya kunisaidia kujifungua leo. Usidharau hiyo ndoto. Na nyumba zetu si zinaharibika yeye akiwepo? Ndiyo. Na hicho ndo kinachoniogopesha zaidi. Nawaza hapa hii na hii itaharibika, mtoto atatoka mzima au na kwenye nitajifungua mtoto amefariki. Pole sana rafiki yangu. Yaani hapo itabidi uende ukajifungulie nyumbani kwenu kwa mama wako. La sivyo kitakukuta kitu. Yaani natamani sana rafiki yangu. Lakini Sam hataki hata kusikia mimi kwenda nyumbani kwetu. Yaani hapo inabidi uongee na mama hata akufuate hapo nyumbani. Maana najua tu akikufuata hawezi kukuzuia, atakubali. Hapo umenishauri jambo la maana rafiki yangu. Sasa nitajaribu kufanya hivyo. Nitaongea na mama. Basi sawa, utanijulisha itakapokuwa. Sawa rafiki yangu. Baadaye.
Haya rafiki yangu, ushinde salama. Bye. Sawa. Bye. Mungu, naomba unisaidie mtoto huyu nijifungue salama. Hela yangu ya matumizi iko ndani hapo. Iko hapo kwenye meza hapo. majibu yake huwaga na maana, ashusha hasira hata mambo yakikuchanganya. Au kiwa na Mungu hakuna la kushindikana. Tajiri wewe. Tukapaki chuma kama hii hapa. Ndugu yangu. Naweza kawa hela. Bosi. Karibu. Habari asubuhi. Je, mahali vipi? Kwema kabisa. Vipi bwana? Safi. Karibu. Najua ukifika wewe na sisi tumebona. Hakuna kinachoharibika ndugu yangu. Karibu sana. Ndio. Vipi maneno yamefika? Maneno hapa hajafika. Ila lazima atafika. Maana hii ni sehemu yake. Yaani kufika lazima. Na muda sio mrefu anaweza akaingia. Karibu sana bosi. Asante. Hapa ndo kijiweni. Hapa ndo kijiweni, karibu hata ukae. Njoo kae. Sio mkaaji sana. Umeona? Tajiri kafika, nimepona. Nimepona. Tajiri, tunafanyaje? Tajiri ni nioshe au tufanyaje? Nini mbona tajiri mngemchangamkia moto gari? Tajiri huyo. Tajiri sema bwana, mimi nimefika kijana wako, sina wasiwasi, yani kabisa, nategemea umeamka mwenye afya njema, niambie nifanyeje? Nianzie neno gani tajiri? Kwanza ngoja tusalimiane. Habari ya asubuhi. Safi bwana, kumekucha bwana. Naamini shemeji yuko vizuri barabara, maana mkono wako una nguvu kwa sababu nakula vizuri, shemeji anapika vizuri, mapishi mazuri matamu. Ndio masafta. Hatari sana. Maneno. Ndio. Acha maneno. Sikiliza, huu mguu ni wa kwako. Mbona una wewe mkuu? Usije mkuu una wewe kwa kwangu mimi mkuu. Nimekuja hapa maskani. Ndio. Nina jambo nataka tutete. Kwa sababu kuna kazi nataka nikupe uweze kunisaidia. Hilo limekwisha mkuu. Wewe umesema mimi nakataaje? Limekwisha mkuu. Tutete hapa au tunafanyaje? Usijali. Ingia kwenye gari. Alhamdulillah awal kula. Nyota njema inaonekanaga asubuhi. Acheni zambi. Acheni uchawi. Haya bwana. Mwende bahati wewe. Bwana Maneno. Ndiyo mkuu. Ujue hali ya mke wangu ilivyofikia mpaka sasa hivi, imefika sehemu ambapo anastahili apate msaada pale nyumbani. Kwa hiyo nikaona moja kwa moja wa kunisaidia hili swala ni wewe. Mimi maskini mkuu, jambo gani naweza kukusaidia wewe tajiri? Maneno. Sikiliza nikwambie, mimi ninachohitaji msaada wako, nitafutie dada wa kazi ambaye atakuwa na tabia nzuri
na ni msafi na ni mchapakazi, kwa sababu unajua hali ya mke wangu alikuwa nayo. Kweli yupo kwenye hali ya kujifungua. Kwa hiyo sasa mkuu, unataka kuniambia kwamba nitafute binti ambaye pia atakuwa anakusaidia kwenye mambo yetu, kwamba utakuwa na muibaiba kidogo, enjoy bana, nataka kuenjoy. Mimi mke wangu nampenda sana. Ndio. Kwa hiyo hivyo vitu vingine vyote vya ujana hebu naomba viache. Tunachohitaji hapa tuzingatie swala moja tu. Ndio. Naomba nitafutie msichana ambaye atakuwa ni mchapakazi. Yaani ninachohitaji mchapakazi na ni msafi. Mwanabada. Sitaki mambo mengi hayo yote hayo toa. Ndio, kwa dada wa kazi typically. Yes. Sio mambo mengine ni omit futa kule. Yes. Hilo limekwisha. Mkuu, niseme hilo limekwisha, labda uniambie jingine. Ni hilo, na tutampata lini kwa sababu namhitaji hata sasa hivi. Samahani kidogo mkuu. Ndio mke wangu. Naam, ndio nakusikia. Vipi hiyo uloniachia iko wapi? Mbona sioni? Hujaona hapo nani hapo mezani? Sijaona hela mimi zaidi ya makaratasi yako ya kubetia. Ni kweli hiyo ni karatasi ya kubetia, ni kweli. Na labda nikueleweshe tu hapo mke wangu. Ni kweli hilo ni karatasi la kubetia. Na huo unaitwa mkeka. Sasa hapo kilichobaki ni kufanya subira tu, kwa maana wakati wowote kuna timu moja imebakia, ikitoboa hiyo tumepata hela kula shilingi 20,000. Tena hapo ukiusoma hapo chini kabisa hapo umeandikwa kabisa shilingi 20,000. Hela na kati ni makaratasi haya. Maneno, yani unaniachia karatasi badala ya hela. Halo. Bwana wake zetu bwana. Maneno wachi visa. Hivi unaanzaje kumwachia mke karatasi, yani mkeka, badala umwachie pesa ili afanye matumizi ya nyumbani? Mkuu, kuna wakati mikeka hii inatusaidia sisi tulio maskini. Una beti, kuna siku bahati inakuwa njema kwako, upande wako na hali hapo unaokota 50-70 laki, vitu vya kawaida kabisa kwenye mikeka mkuu. No. Yule ni mwanamke. Yule ni mama yako, ni mama wa nyumbani pale. Anatakiwa kupikia vitu. Sasa mkeka kichanika inakuwaje? Kweli mkuu, sasa ndo nyinyi mtutazame mkuu bwana. Kama hivi upo umekuja, basi mambo madogo juu yatafutika. Ila usijali, mimi nawe tumetoka mbali. Umenisaidia vingi. Yaani nikisema vingi, wewe mwenyewe unajua. Ni meno yetu pia ya mbwa ya ngatani. Hata ile kiwanja ni wewe. Ni kweli kabisa. Sawa, ngoja basi nikuangalizie hapa. Maana niangalia hapa kidogo hapa. Mwanangu wewe, rafiki yangu wewe. Wewe rafiki yangu bwana. Sasa bwana, hii tumepeana sisi bwana. Ikiwa utabahatika kuwaaga hawa, wasijue chochote kama kuna baki hawa tunaanza mambo ganji kuona. Unielewa? Hii inafichwa kama ilivyo, kama hirizi.